Unapomtukana mtu, unapomvunjia heshima mtu, unapomdhalilisha mtu, tafsiri yake umekosa utu. Laiti ungalikuwa na utu, usingeandika maneno ukayatoa katika gazeti, ukayatoa katika mtandao au kwa sababu unazingatia utu. Muda hautoshi, lakini ningekwenda kama napanda ngazi ya miraji hivi kwenda kule mbinguni. Kimuda hautoshi. Utu. Sasa tukiwa watu katika maisha yetu, tunatakiwa lazima ipatikane achievement katika maisha. Unatoka kama tulivyo. Waswahili wanasema mabadiliko ndiyo mpango wa Mungu. Na ndiyo maana ulipozaliwa, ulizaliwaje na leo upoje? Ulikuwa mtoto mdogo, ukaja kijana, mtu mzima, na wengine washafika katika uzee. Mnajijua wenyewe wazee akina Sheikh Jongo, maana yake majina yashaisha. Baada ya hapo kaburini huna jina lingine. Ukishajijua we mzee tu, mzee safari hiyo. Mabadiliko hayo, na baadaye utatoka mvi, na baadaye utatembea kwa mkongoja kama baba yangu shekhe wa mkoa wa Arusha. Alikuwa na nguvu zake, anakimbia, lakini leo anatembea kwa minyato. Tunakwenda 55 katika surati An-Nur. Usisahau maendeleo na misingi ya maendeleo. Sikiliza, Mungu anatengeneza misingi ya maendeleo. Uislamu na maendeleo hatutakiwi tudumae. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Mungu ametoa tangazo la ahadi. Anatoa ahadi kwa wale walioamini katika watu, baada ya imani yao wakatenda kila yaliyo mazuri. As-salihati, usije ukakomaa. As-salihati ni kuswali tu, as-salihati ni kufunga tu, as-salihati ni kwenda Maka tu, lakini pia katika as-salihati kila lenye kupendeza, ikiwemo kuheshimu wakubwa wako na viongozi wako. Ukiwa unasali lakini uheshimu kiongozi wako, imamu wanasema misikitini huko, imamu unatuyayusha. Yani imamu wako unamuona miyayusho, huna nidhamu, maana yake bado hujatimiza as-salihati, kwa sababu hiyo ni plural na alifu lalamu imeingia al-ifadati al-am al-jam'u wal-fardu al-mu'arrafani bil-lami kal-kafiri wal-insani.